Shalom, shalom ndugu mpendwa msikilizaji wa muda una saizi. Bwana Yesu asifiwe. Muda una saizi nimekuletea neno fupi ambaye nataka tuchangie mimi na wewe ambaye unanitazama kwenye mtandao wako kwa muda una saizi. Na sio neno lingine tu, ni kuhusu ufalme wa mbinguni. Tuwe tunakumbushana kuhusu ufalme wa mbinguni. Mara nyingi tunakuwa wenye kukumbushana kuhusu mambo yetu ya dunia, lakini tunakuwa tunajisahau sana kukumbushana kuhusu ufalme wa mbinguni. Lakini somo hii ya leo imetuletea tena picha nzuri ya kuweza kukumbuka kuhusu ufalme wa mbinguni ambaye ni kwetu. Duniani sio kwetu. Duniani maandiko imesema sana na imetueleza sana ya kwamba hapa sisi ni wapitaji, ina maana hapa sisi ni wageni. Basi kwa muda una saizi twende haraka kidogo, tutafute kichwa letu la somo katika andiko la Ezekieli 33 mstari wake wa 3. Tunaenda kupata picha kichwa letu la somo pale. Tusome katika Ezekieli 33 mstari wake wa 11. 33 mstari wake wa 11. Ezekieli inasema hivi: waambie kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahi kufa kwake mtu muovu, bali agairi mtu muovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Gairini mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Sikiliza, Mungu huyu yuko anazungumza kupitia mtumishi wake Ezekieli, akizungumza na wana wa Israeli, ambaye wana wa Israeli leo ni mimi na wewe, ambaye tunaye tegemea kwenda mbinguni, ambaye tumeokoka, ambaye tumemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sisi ndio tunaitwa wana wa Israeli katika kipindi hiki tuko mwayo. Na Ezekieli ni nani sasa? Ezekieli ni ule mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempa mafunuo ya kuweza kuzungumza na wewe kuhusu ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hii muda una saizi tunasikia andiko vile inajieleza, na maneno ambaye Mungu alikuwa akimuelezea Ezekieli ni katika ule 33 mstari wake wa 11. Mungu anasema ya kwamba akufurahi kufa kwa mtu mwenye dhambi, bali mtu mwenye dhambi agairi na kuiacha njia yake mbaya. Mbona unataka kufa? Na kichwa la somo ambaye nimekuletea katika asubuhi ya leo, siku ya leo nimekuletea kichwa la somo linasema ya kwamba mbona unataka kufa. Ndugu mpendwa unaonitazama kwa muda una saizi, mbona unataka kufa? Hiyo ndio kichwa letu la somo asubuhi, siku ya leo. Na unaweza ukasema hii kichwa la somo, mbona mtumishi huyu amekuwa kama vile ametutishia, mbona tunataka kufa, mbona tunataka kufa, yeye hata kufa. Ndiyo, inawezekana tena mimi nataka kufa, lakini kifo ishitutishe. Napenda kukuonesha kwamba kifo ishikutishe katika maisha yako. Kifo ishitutishe. Kifo haipashi kutisha mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu apashe kuwa na hoga ya kifo. Sasa mtu anapasha kuwa na oga ya nini? Kama vile mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ana kitu ambapo anapasha kuogopa, lakini usiogope kifo. Kwa nini usiogope kifo? Acha kwanza, kabla ya kuingia kwenye andiko hii na kuielezea kwa wingi ambayo Mungu amezungumza, ni kuonesha kwanza kifo. Kifo sio ya kuchukia. Kifo ni kitu ambacho unapasha kukipenda. Kifo ambapo kitu ambapo unapasha kukipenda, na unaweza kujiuliza maswali mingi. Sasa kama unakipenda, mbona wewe ukufe? No, ikifika mimi sitakataa, na kujiua ni kosa. Unaona, kujiua ni dhambi na hatuwezi kukatala kifo. Lakini kifo kwa vile Mungu alivyoiumba na kuiweka pale, kifo ni kitu cha maana sana. Nitakuonesha maana ya kifo na nitakuonesha nini unapasha kuchukia. Kuna saa hujawahi kusikia somo kama haya, lakini sikiliza. Unaweza kuogopa kifo kama wewe aujue maandiko, kama wewe autumikie Mungu, kama wewe au yamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe unaweza kuogopa kifo, lakini mtumishi wote wa Mungu, hata mitume, manabii wote wa Mungu ambaye wamemkubali Mungu, wamemtumikia Mungu kwa moyo mmoja, hawakuogopa kifo. Na kitu cha kwanza Mungu alikuwa anawaambia usiogope. Mungu atumike na muoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona mtu anaogopa kifo, ule mtu hajamjua Mungu kupitia Kristo Yesu, hayaokoka. Ina maana hajaokoka, ndio maana anaweza akaogopa kifo. Kifo sio ya kuogopa, lakini nataka nikuoneshe nini ya kuogopa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kifo ni kitu cha kupenda. Kwanza, kitu cha kwanza napenda nikuoneshe, kifo ni usafiri. Kifo ni usafiri. Kifo ni kama gari. Kifo ni ndege, ni zaidi ya ndege. Kifo ni zaidi ya gari. Kifo ni zaidi ya ndege. Kifo ni zaidi ya pikipiki. Kifo ni zaidi ya baton. Kifo ni zaidi ya mashua. Kifo ni zaidi ya treni. Kifo ni usafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo ni usafiri. Kuna saa ulikuwa uyasikia haya, lakini sikiliza haya leo. Kifo ni usafiri. Haupashi kuchukia kifo. Kifo ni usafiri. Hebu nikuuliza swali ya haraka hapo. Sijui kama utanijibu kwenye committee, tukutane kwenye committee. Kwenye committee. Kifo, nani mwenye anakatalaka usafiri? Pale kwenye uko unanyangalia, kuna saa inawezekana una usafiri ya gari, una usafiri ya ndege, una usafiri ya pikipiki, una usafiri yoyote yale ya kukusaidia tu kuweza kusafiri. Sasa nani anayekataa usafiri? Hakuna mwanadamu anayekataa usafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka kusafiri kwenda sehemu ya mbali, ni lazima utumie usafiri. Hata sio sehemu ya mbali, hata kwenye unaishi tu, ukitaka kutembelea jirani kama iko mbali, ni lazima utumie usafiri. Usafiri ni kitu cha maana. Hakuna anayekataa usafiri, hawe maskini, hawe tajiri, kila mtu wote anapenda usafiri. Na ndio maana tunahangaika na maisha na kutafuta na kujiumiza kwa hali ya juu kwa ajili ya kutafuta nini? Usafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishapata usafiri, unasikia kama vile unafurahi. Amena. Sasa kifo nayo nakuletea kwamba ni usafiri, ni zaidi ya usafiri yale unayoyajua wewe. Kwa sababu ya nini? Kifo ni safiri. Nataka nikuoneshe kwa haraka ili tuingie kwenye somo letu. Kifo ni zaidi ya usafiri. Kwa nini? Ukitaka kwenda mbinguni ni lazima usafiri. Biblia inasema sisi katika Petro wa kwanza 2:11 inasema sisi ni wapitaji na wasafiri. Sisi ni wapitaji na wasafiri. Tunasafiri kunini? Tunasafiri na miguu? No, tunasafiri kwenye usafiri. Usafiri wetu inaitwa nini? Kifo. Ukitaka kwenda mbinguni ni lazima kifo aje akuchukue. Kifo ndio usafiri ambaye tunayemtegemea kwa kutufikisha wapi? Mbinguni. Uwe mpagani, uwe Mkristo, uwe umeokoka, uwe mtu wa Mungu, uwe shetani, uwe mpagani, uwe mchawi, kifo ndio usafiri wa kukutoa katika dunia na kukupeleka katika sehemu mbili tunaoandaliwa huko mbele. Sehemu mbili tunaoandaliwa huko mbele ni sehemu mbili tu. Kuna sehemu ya watakatifu inaitwa mbinguni, na kuna sehemu ya wapagani inaitwa jehanamu. Na ambaye inayotumikishwa pale kwa kutupeleka huko kote kwa sehemu mbili ni inaitwa usafiri, inaitwa kifo. Inaitwa usafiri, inaitwa kifo. Kifo ndio itakia kukuchukua duniani ikupeleke jehanamu kama hautasikia neno, kama hautamtii Mungu, kama hautamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kifo ndio usafiri itakia kuchukua duniani na kukupeleka wapi? Jehanamu. Uende ukakutane na shetani huku, uende ukakutane na wenzako huko, uende ukakutane na moto huko. Na kifo ni usafiri itakia kuchukua kukupeleka mbinguni kama utaheshimu neno la Mungu na kuzingatia neno la Mungu na kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuachana na kila tabia yote mbovu ambaye isiyompendeza Mungu. Kifo itakupeleka mbinguni. Utaenda kumuona Elia kupitia kifo. Utaenda kumuona Musa kupitia kifo. Utaenda kukumbatiana na Yesu Kristo kupitia kifo. Utaenda kuona na wamalaika kupitia kifo. Utaenda kuenjoy maisha ya raha ya milele na milele kupitia kifo. Kifo ndio usafiri. Hauwezi ukafika kule bila usafiri huyo. Ni lazima tuyapende. Kama tunapenda magari, kama tunapenda mandege, ni lazima tupende kifo. Kifo kwa sababu nao ni usafiri. Nimependa kufunulia tu hapa. Tuingie kwenye somo letu sasa. Mungu anasema afurahi kufa kwa mtu mwenye dhambi. Afurahi kufa kwa mtu mwenye dhambi, bali mtu mwenye dhambi agairi aache. Anasema mbona unataka kufa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza tunaona pale, Mungu amependa kutuonesha upendo anayo kwetu sisi wanadamu. Mungu ana upendo sana na sisi wanadamu, na ndio maana Mungu analia, anazungumuza kupitia mtumishi wake, ambia hawa watu, sifurahi kufa kwa mtu mwenye dhambi, sifurahi kufa kwa mtu mchawi, sifurahi kufa kwa mtu mwizi, sifurahi kufa kwa msharati, sifurahi kufa kwa mulevi, sifurahi kufa kwa mshirikina, sifurahi kufa kwa mganga wa kienyeji,
Sifurahi kufa kwa mgaidi, kwa mkatili, kwa mtekaji. Mungu anasema sikufurahi kufa kwa mtu huyo au mwizi, sikufurahi kufa kwake. Kwa sababu ya nini? Mungu anaona tabu yenyewe huko mbele, mateso ambayo inaandaliwa huko mbele, huko jehanamu, kwa sababu ya watu wenye dhambi. Ni mateso makali sana, ni mateso ya kutisha, ni mateso ya kulia na kusaga meno. Utalalamika, utalia, utajuta, hautapata msaada wowote. Duniani haujawahi kuteseka rafiki yangu. Usiseme ushawahi kuteseka. Duniani hakuna mateso yoyote ushawahi kuteseka ambaye inalinganishwa na huko jehanamu. Na ndio maana Mungu anatuonea huruma, Mungu anatupenda, anakuta anatuambia na kutupatishia ya kwamba anakuta anatupatishia sinale, yani anakuta anatuonya mapema ya kwamba afurahi kufa kwa mtu mwenye dhambi. Lakini wewe leo dhambi njoo rafiki yako. Leo wewe mabaya njoo rafiki yako. Na Mungu anasema afurahi kufa kwa mtu mwenye dhambi. Aache. Lakini wewe tangu leo hautaki kuacha. Ndio maana somo hili nakukujia kwako leo inasema kwamba mbona unataka kufa? Sasa kama uko katika dunia hii, ndugu yangu, ujue ya kwamba uwe tajiri, uwe rais, uwe kiongozi wa serikali, uwe maskini, uwe mzungu, uwe mweusi, uwe mfupi, uwe mrefu, uwe mnene, uwe mwembamba, rafiki yangu, kufa utakufa. Maandiko inasema hivi katika Ayubu 14 mstari wake wa kwanza, inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi hapa duniani sio nyingi, kufa utakufa tu. Ukisoma mstari wake wa 5 pale, huyo Ayubu 14 mstari wa 5, Mungu anazungumza anasema, kwa maana nimemwekea mipaka ambaye aweze kuyatamka. Na ndio maana tunaona rais, uwe ufanye nini, uteke watu kisi unavyotaka, uwe jeuri, ongoza kwa mababe kisi unavyotaka, fanya kisi unavyotaka, mipaka ikifika auweze ukapita. Ni lazima usafiri uje ukuchukue, ambaye ni kifo. Ni lazima ufe. Na ndio maana tunaona rais anakufa. Kwa nini anakufa? Rais anakufa, anaacha bagardekoro wiko pale, lakini ana walinzi wakubwa, lakini rais anakufa. Wale walinzi wiko wapi? Kwa sababu tunaye usafiri. Ule usafiri kifika, ikikia kukuchukua, ule usafiri haina huruma, ile usafiri haina negotiation, ile usafiri haina longezi yoyote, mazungumzo yoyote, haitaki rushwa yako, haina haja ya pesa yako, haina haja ya cheo yako, haina haja ya vile ulivyo. Ikija ule usafiri ambao anaitwa kifo, lazima atakuchukua. Ndio maana tunaona warais wanakufa, wenye pesa wanakufa, wanaacha pesa kubanke, wanaacha mamilioni ya pesa, wanaacha manyumba, mahitaji, wanaacha mahela mengi kwenye mabanki, lakini anakufa. Anaacha cheo, unakuta askari ana silaha lakini anakufa. Umekufaje na una silaha pale ya kujikinga, una ulinzi pale wa kukulinda, lakini kifo ikifika, kwa sababu Mungu anasema kwenye ule Ayubu 14 mstari wake wa 5, nimemwekea mwanadamu mipaka ambaye aweze ukatamka. Ndugu yangu, fanya chochote unachofanya, lakini ujue kwamba kuna mipaka imeweka mbele yako. Ni lazima ndugu yangu uwe unakumbuka asubuhi, jioni, muda wote na saa yote, wewe una dhambi wala una dhambi. Na kama una dhambi, Mungu anasema akufurahi kufa kwake mtu mwenye dhambi. Aache. Mbona mnataka kufa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, usiogope kifo. Usiogope kifo. Kifo unabidi uipende, unabidi uitaki. Usiogope kifo. Lakini kama ya kufikia, sawa, ni neema Mungu angali anakuachia. Lakini ikifika, sawa, usiogope. Lakini kitu kimoja unapasha kuogopa, nataka nikuoneshe nayo huko. Lakini kabla ya kukuonesha nayo huko, acha nikuoneshe tena thamani ya kifo. Acha nikuoneshe tena thamani ya kifo kupitia maandiko. Soma Wafilipi 1:21. Uone thamani ya kifo. Uone vile kifo anaongezewa thamani. Huyo mwenye wewe unaogopa wewe, huo mwenye wewe unatishika nayo. Sikiliza thamani tena ya kifo. Wafilipi 1:21. Biblia inasema hivi, Wafilipi 1:21. Inasema, sikiliza mtumishi wa Mungu vile ameiongezea kifo thamani. Kifo hiyo yenyewe wewe unaogopa, kifo hiyo yenyewe wewe unachukia. Sikiliza vile mtumishi wa Mungu ameongezea thamani. Wafilipi 1:21 nasema hivi, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Unasikia, kifo anakuja tena kwa thamani gani? Ya faida. Nani anakataa faida? Nani anakataa faida? Kila mtu wote, uliza kama hujui faida, uliza mfanyabiashara, njoo anajua faida.
na najua kila mtu yote anajua faida, hata kama sio mfanyabiashara. Kila mtu faida anaipenda, hakuna mtu anakataa faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakuna mtu anakataa faida. Faida ni kitu cha maana sana. Tunafanya biashara ili tufaidike. Tunaoa wanawake ili tufaidike, tuzae. Tunalima mashamba ili tufaidike. Tunasoma masomo ili tufaidike. Kila kitu yote tunayofanya ili tufaidike. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ni kitu cha muhimu sana. Sasa usikie thamani ambayo kifo inapata. Wewe mwenyewe ulianza kusema, "Oh, mbona unatutishia? Oh, mbona unapenda kifo?" Kifo kama unayoogopaka tangu leo usiogope kifo. Inabidi uipende, ni rafiki yako. Kifo ni kitu cha maana sana. Kifo kama kuna vitu vya thamani ambayo unayojua ni vya maana kwenye dunia, kwenye maisha, ujue ya kwamba kifo nayo ni kitu cha maana na thamani. Biblia inasema kwamba kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwanza cha kwanza, ukitaka kifo awe faida kwako, ukitaka kifo awe faida kwako, ni ya kwanza uishi na Kristo. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Na ukitaka kifo awe faida kwako, ishi katika maisha ya Ukristo. Umkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sio kuishi kupesa, sio kuishi kwenye utajiri, sio kuishi kwenye uraisi, sio kuishi kwenye uongozi, sio kuishi kwenye urembo. No. Ishi katika Kristo, na ishi na Kristo. Ukiishi na Kristo, kifo akikuja atakuwa faida. Faida gani? Ya kukutoa katika dunia hii ya shida na kukupeleka katika maisha matakatifu, maisha ya raha, maisha ya kuenjoy. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafaidika. Haleluya. Unatoka katika taabu haya, katika utekaji haya, katika jua haya, katika maisha magumu hayo tunayoyapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoka hapa katika watekaji, unatoka katika wachawi, unatoka katika mwili wa magonjwa, unatoka katika mwili wa njaa, unaenda kuenjoy maisha ya raha milele na milele. Atakaye kupeleka huko ni kifo, ambaye ni faida kwa ambaye atakaye mkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kifo usichukie, penda kifo. Kifo ni faida. Na ndio maana mitume wote, manabii wote hawakukataa kifo. Walisema kama kuua, huwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Na paka leo kuna watu wanakubali kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Huko Masomalia anaokoka lakini anakubali kukatwa kichwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wewe unaweza kukubali? Wewe vitisho mbili tu, njaa tu yenyewe na kutuma unaacha injili. Mume tu mwenyewe unaokoka. Wakristo walokole wa leo, hasa wadada yetu wa kilokole hawa wanaimba kwaya, wanaokata mavuno hawa hovyo. Na hovyo, anakutana Kiislamu tu juu kina hela, anamtoa kwenye Ukristo, anakuwa Muislamu. Haleluya. Pesa tu, anapenda mwanaume juu ya kuolewa, juu ya pesa tu. Lakini angalia hao ndugu zetu wa Kiislamu, hawezi akakubali umuoe wewe uko Mkristo. Kwanza atakwambia uame kwenye dini yake. Bwana Yesu aturumie sana. Haleluya. Thamani ya kifo. Lakini ishi katika Kristo. Na mtu wote mwenye anaishi katika Kristo hawezi akaogopa kifo. Atasema kifo ni rafiki yake. Hana oga wala hana mashaka na kifo kuja. Kwa sababu ukiishi katika Kristo, muda wote na saa yote ukifa unafaidika. Malaika atakiwa kuchukua, Kristo atakupanguza machozi, atakulipa 100 kwa 100 notekala katika viti 12 ya wana wa Israeli huko mbinguni. Usiogope kifo. Usiogope kifo, penda kifo katika jina la Yesu Kristo. Sasa nini tunapasha kuchukia? Nini tunapasha kukataa? Nini tuogope? Ezekieli 18. Nini tunapasha kuogopa? Nini tunapasha kuchukia? Ezekieli 18 mstari wake wa 31 32. Ezekieli 18 mstari wake wa 31 mpaka 32. Hapa sasa usikie nini unapasha kuogopa. Nini ambayo unapasha kuona ni adui yako? Hapana kifo. Kifo ni rafiki yetu. Kifo ni ndugu yetu. Kifo tumupende. Kifo ana thamani. Mungu alimpa thamani kubwa sana. Kwanza kifo ni faida. Kifo ni faida. Lakini kama utaishi katika Kristo. Lakini ukiwa nje ya Ukristo, kifo kwako ndugu yangu sio faida. Hiyo ni ukweli sasa. Na kuchania sasa wazi. Kama wewe utaishi nje ya Ukristo, kama wewe hautamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuweza kufanya yale yote ambaye Kristo anayotaka, ndugu yangu, wewe kifo kwako ni sumu. Kifo kwako sio faida. Lakini kama utaishi katika Kristo, naishi na Kristo, na nikikufa ni faida. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Haleluya. Wewe unachukia faida? Tukutane kwenye comment. Wewe unachukia faida? Nani anachukia faida? Uniambie hapo sasa. Tukutane hapa kwenye comment yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ezekieli 18 mstari wake wa 31 hadi 32 inasema hivi: tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa, jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahi kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu. Basi gairini mkaishi. Narudilia, tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa, jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahi kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu. Basi gairini mkaishi. Bwana asifiwe sana. Sikilia, andiko ile inafanana na andiko ya kwanza tumesoma katika Ezekieli 33:11. Andiko ile inataka kufanana, lakini Mungu hapa anasema tupilieni mbali makosa yenu. Tupilieni mbali makosa yenu. Makosa ni nini? Ndio ile dhambi. Makosa ndio dhambi. Pale unapokosea kwa Mungu unafanya dhambi. Pale unamkosea Mungu, ile ndio inaitwa dhambi. Kosa ndio inaitwa dhambi. Kosa, nimekosa. Ushiibe, unaiba, umekosa, umefanya dhambi. Usizini, unazini, umekosa, umefanya nini? Umefanya dhambi. Sasa Mungu anasema usiue, wewe unaua, umekosa, umefanya nini? Umefanya dhambi. Ndio maana Mungu anasema tupilieni mbali makosa yenu, tupilieni mbali madhambi zenu zote, tupilieni mbali madhambi zenu yote mlioyafanya, mnayoyafanya. Tupilieni mbali uchawi wako, tupilieni mbali uzinzi wako, tupilieni mbali hasira yako, tupilieni mbali uchawi wako, tupilieni mbali ulevi wako. Tupa mbali, utupe, ni kutupa mbali. Biblia inasema jifanyie moyo mpya. Sio mtu mwingine anapaswa kufanyia moyo mpya, bali wewe mwenyewe ujifanyie moyo mpya. Jifanyie moyo mpya. Ujifanyie moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mwingine, sio ndugu mwingine, ujifanyie moyo mpya. Jifanyie moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inasema ya kwamba maana mimi sikufurahi kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu. Basi gairini mkaishi. Mungu anasema akufurahi kufa kwake mwenye dhambi. Anasema acha ili upate kuishi. Acha ili upate kuishi. Lakini leo wanadamu wanazingatia dhambi, wanaikalia dhambi, wanatafuna dhambi, wanaikalia kufanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anasema acha ile dhambi. Hebu tuangalie tena katika Ezekieli kitu ambayo wanadamu wanaofaa. 15 mstari wake wa 5. Ezekieli 15 mstari wake ni wa 5. Nasema, tazama, ulipokuwa mzima au kufaa kwa kazi yoyote, sembuse ukiisha kuliwa na moto na kuteketea, je, waweza kufaa kwa kazi yoyote? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inasema ya kwamba tazama, ulipokuwa mzima haukufaa kwa kazi yoyote, sembuse ukiisha kuliwa na moto na kuteketea, je, waweza kufaa kwa kazi yoyote? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema ulipokuwa mzima haukufaa kwa kazi yoyote. Sasa ukisha kuliwa na moto maana yake nini? Ukisha kumbwa na magonjwa, ukisha kumbwa na hatari, ukisha kumbwa na kifo, ukisha kumbwa na utekaji, njoo utafaa sasa kwa kuweza kumuita Mungu, utafaa sasa kwa kuweza kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulipokuwa mzima kama vile ulivyo, una afya, una kila kitu, hautaki kumtumikia Mungu, hautaki kufanya kazi ya Mungu. Lakini sasa ukishakufa, je, njoo unaweza kufaa kwa kazi yoyote? Ukishakumbwa na matatizo, njoo unaweza kufaa kwa kazi yoyote? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtafute Mungu ndugu yangu, mtafute Mungu bwana mtumishi wa Mungu, mtafute Mungu ndugu mpendo unaonisikiliza. Anasema kwenye Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na ingine yote mtazidishiwa. Leo wewe uko pirika
leo unajiima raha, unajiima muda kwa ajili ya kutafuta maisha, unatafuta hela, unatafuta maisha, unajipangia manyumba, unajipangia cheo, unajipangia vile unafanya. Ndugu yangu, uko busy tu na kutafuta maisha, lakini ufalme wa mbinguni hautaki. Na ndio maana hata somo kama haya kwako wewe ni vigumu kuyasikiliza. Kwa sababu ya nini? Bora ushinde kwenye mpira, bora ushinde kwenye kazi yako, bora ushinde kwenye ulevi, bora ushinde kwenye wizi, lakini neno kama haya hauwezi. Bora uingie kwenye mitandao ya uchi, mitandao ya kidunia, lakini somo kama haya kwako ni vigumu kuyasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajilundikia mali tu. Sikiliza vile anasema katika Ayubu. Sikiliza vile anasema hapa katika Ayubu. Haleluya. Ayubu 27. Ayubu 27:8 hadi 9. Ayubu 27:8 hadi 9. Wewe ambayo unaojilundikia utajiri, anasema hivi: maana tumaini la mpotovu ni nini, ingawa ajipatia faida, hapo Mungu amondoleapo roho yake? Je, Mungu atasikia kilio chake taabu zitakapomfikia? Maana tumaini la mpotovu ni nini, ingawa ajipatia faida, hapo Mungu amondoleapo roho yake? Je, Mungu atasikia kilio chake taabu zitakapomfikia? Tumaini la mpotovu. Mpotovu ni nani? Mpotovu ni ule mtu ambaye hataki neno la Mungu. Mpotovu, hata kama wewe ni rais, lakini kama hautaki neno la Mungu, wewe ni mpotovu. Hata kama wewe una cheo ya kiasi gani, lakini kama uko mbali na wokovu, haumtaki Yesu Kristo, wewe ni mpotovu. Hata kama wewe ni komersa, ni tajiri, hata kama wewe ni mzungu, wewe ni mrembo kiasi gani, lakini kama wokovu hauko ndani yako, wewe ni mpotovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema tumaini la mpotovu ni nini? Pale kwenye anaweza kajilundikia hela, anaweza kajilundikia utajiri, anaweza akakusanya hela zote, lakini Mungu anamuondolea roho yake. Pale kwenye kifo inafika, pale kwenye siku yako inafika, kama tumesema kwenye Ayubu 14:5, Mungu ameweka mipaka ya kila mtu. Tuko kwenye foreign, kama uyafikiwa tu ujue ya kwamba siku yako bado, lakini mpaka umewekwa, na mpaka wako ukifika, siku yako ikifika, hauwezi ukatambuka. Pesa haitakusaidia, silaha haitakusaidia, cheo haitakusaidia, yale urembo unayo haitakusaidia, pombe haitakusaidia, uchawi hautakusaidia. Ndio maana unaona mchawi anakufa, bibuyu yake, mairizi yake inamtazama, haimsaidie chochote. Unaona rais anakufa, walinzi hawamsaidie chochote, cheo haimsaidie chochote. Tajiri anakufa, ana hela haimsaidie chochote, kwa sababu siku ikifika ambayo Mungu aliweka juu yako, ni lazima utakufa tu. Ndugu yangu, ni kitu kiko pale. Ndugu yangu, umtafute Mungu. Tafuta kwanza ufalme wa mbinguni, ingine yote utazidishiwa. Tusome kwenye Zaburi anasema nini hapa? Katika Zaburi 49. Ndio tusome Zaburi 49. Inasema hivi. Zaburi 49. Tunasoma mstari wake wa 16 mpaka 17. Inasema, usiogope mtu atakapopata utajiri, na fahari ya nyumba yake itakapoongezeka, maana atakapokufa hatachukua chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia huyo Zaburi jinsi anavyosema mtumishi wa Mungu huyu Daudi katika 49 Zaburi mstari wake wa 16 17. Usiogope mtu atakapopata utajiri, na fahari ya nyumba yake itakapoongezeka, maana atakapokufa hule hatachukua chochote. Ndio Biblia inasema usiogope mtu asikutishie katika utajiri wake na amjue Mungu. Mtu asikutishie katika utajiri wake na amjue Mungu. Ni vizuri utafute hela na uwe na Yesu. Kitu cha kwanza uwe na Yesu, hela nyuma. Ndio maana alisema pale kwenye tumesoma kwenye Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na vingine vyote mtazidishiwa. Kwanza uwe na ufalme wa mbinguni na uwe na cheo. Uwe na ufalme wa mbinguni na uwe na hela. Uwe na ufalme wa mbinguni, yani uwe na Yesu. Tuache ufalme wa mbinguni, tumtie Yesu pale. Ni lazima kwanza uwe na Yesu na uwe na cheo. Uwe na Yesu na uwe na urais. Uwe na Yesu na uwe na pesa. Uwe na Yesu na uwe na urembo. Uwe na Yesu na uwe na maisha mazuri. Hakuna shida. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema usiogope mtu atakapopata utajiri, na fahari ya nyumba yake itakapoongezeka, maana atakapokufa hatachukua chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautachukua chochote. Ndio maana mtu akifa, ndugu yangu, hawaende kubanki kuchukua hela zake waitie ndani. Mtu akifa awabomole manyumba yake waitie ndani, waimsindikize. Mtu akifa awabebe magari waipeleke. Mtu akifa abebe cheo apeleke. Wewe ukifa
cheo itabaki ya mwingine. Wewe ukifa, hela itabaki ya mwingine. Ndio maana tunasema vitu vyote tunavyoviona hapa duniani, vyote unavyo wewe sio vya kwako, tumeazima. Ukiwa na mke ni sio mke wako, umeazima. Ukiwa na mume umeazima. Ukiwa na magari umeazima. Ukiwa na cheo umeazima. Ukiwa na nyumba umeazima. Chochote kile unayo umeazima. Ukiwa na wazazi, ukiwa na watoto umewazima. Biashara tumeazima. Kwa nini tumeazima? Kwa sababu siku moja vyote tutaviacha, tutarudi kama vile tulivyo kuja. Vyote tutaviacha, tutarudi kama vile tulivyo kuja. Timotheo wa kwanza 6:7 njo inakuelezea vizuri hapo sasa. Timotheo wa kwanza 6:7. Timotheo wa kwanza 6:7. Sikiliza vile inasema hapa andiko hii la Timotheo wa kwanza 6:7. Nasoma katika jina la Yesu. Timotheo wa kwanza 6:7. Inasema hivi. Timotheo wa kwanza 6:7 ndio sasa inamalizia kila kitu. Inamalizia kila kitu. 6:7 inasema, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuweze kutoka na kitu. Hatukuja na kitu duniani na hatuweze kutoka na kitu. Hatukuja na kitu duniani na hatuweze kutoka na kitu. Hiyo ndio neno la Mungu limesha malizika. Aweze piga huwa, aweze ukapangua haya. Piga huwa, aweze ukapangua haya. Haukuja na kitu duniani na uweze kutoka na kitu. Haukuja na hela na hautarudia na hela. Haukuja na cheo, hautarudia na cheo, itabaki ya wengine. Haukuja na mke na hautarudia na mke, atabaki wa mwingine. Haukuja na mume na hautarudia na mume, atabaki wa wengine. Haukuja na maduka, hautarudi na maduka, itabaki ya wengine. Haukuja na uchawi, hautarudi na uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile tabia ya uchawi ndio itakufuata huko, ili kupeleke wapi? Jehanamu. Uende ukalie yoyoyo huko. Kumbe ingilikuwa heri, Mungu anasema afurahi na kufa kwake mtu mwenye dhambi. Na wewe unataka kufa. Biblia inasema, somo letu inasema unataka kufa. Gairi, acha. Sikiliza nikwambie, tuko na simu. Simu ikitaka kuisha umeme, ina sinale pale kwenye bateri yake inaonesha rushi. Unajua kwamba acha ni chache nataka kuisha. Lakini mwanadamu sasa tatizo atuonake pale kwenye rushi yetu. Haleluya. Mwanadamu atuonake aujue kama kesho utakufa. Wewe ni mipango tu unapanga. Kuna mtu ambaye kwa Biblia alitafuta maisha kama wewe. Alifanana kama wewe. Alijilindikia mali akamsahabu Yesu Kristo. Akasahabu kuokoka. Ukisoma katika Luka 12 mstari wake uanzie pale 16 na kushuka. Luka 12 uanzie tu 16 na kushuka, ushuke paka 20 na utasikia kuna mtu ambaye alijiwekea utajiri kama wewe. Alijiwekea cheo kama wewe. Akajilundikia pesa. Akasema basi inabidi sasa nianje kuenjoy kula raha. Lakini siku ile ambaye iko anasema hivi, usiku ule walimwandalia kifo. Sasa Mungu akasema pumbafu. Mungu akamuita pumbafu. Ina maana mtu wote ambaye anayojulundukia pesa, hebu tusome kwanza kadogo tu tusome tu pale kwenye hiyo Luka. Tusome tu pale kwenye hiyo Luka 12. Luka ole 12. Tusome pale kadogo. Tusipapite haraka. Tusome 12. Hebu tusome pale kwa 12, tuanze tu kwa 17. 18. Tusome tu 12 tuanze 18. Lakini wewe unaweza anza 15. Wewe unaweza kaanza kwa 15, lakini mimi naanza tu pale kwa 18. Akasema, nitafanya hivi, nitavunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na umo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kiisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mengi. Pumuzika basi, ule unywe, ufurahi. Sikiliza majibu Mungu akamwambia. Mungu akamuita nani? Lakini Mungu akamwambia, pumbafu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyoviweka tayari vitakuwa vya nani? Na mimi nakwambia wewe, kama una hela, kama una mali, kama una cheo na hauna Kristo Yesu, wewe ni pumbafu. Kama una mali, kama una utajiri, kama una cheo, kama una vitu unaojiwekea akiba, manyumba, magari, kama hauna Yesu, wewe ni pumbafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni pumbafu. Unaweza kusema, mtumishi wa Mungu natukana na Biblia inasema ule mtu wote ambaye anayejiwekea mali, anayojiwekea akiba, anayotafuta hela, anayojiwekea vya dunia lakini anashindwa kuwa na Yesu ni pumbafu, kwa sababu ajue vya mbele.
Mungu amesha kuonya, anasema hataki mtu kufa katika dhambi, lakini wewe unazingatia tu dhambi, hutaki kuokoka. Wewe ni pumbafu. Pumbafu ni ule mtu mwenye asikie, pumbafu ni ule mtu mwenye abadilike, pumbafu ni ule mwenye andae maisha yake ya mbele. Wewe unaandaa maisha yako ya mbele na kesho utakufa. Unataka kufa. Biblia inasema unataka kufa. Haleluya. Unataka kufa. Siku yako tu bado, lakini unataka kufa. Tengeneza maisha yako, andaa maisha yako. Ulikuja peke yako na utarudi peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Andaa maisha yako. Mungu akamwambia pumbafu wewe, mbona usiku wa leo roho yako unawindwa? Haleluya. Mbona usiku wa leo roho yako utatoweka? Mbona usiku wa leo utafa? Watu ngapi wanaacha utajiri? Watu ngapi wanaacha cheo? Watu ngapi wanaacha mahela? Bwana Yesu asifiwe sana. Wote wale kama wakumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ni wapumbavu. Biblia inawaita ni wapumbavu. Sio mimi, usiseme mtumishi. Ni Biblia, na uwezo kapangua hivyo. Na uwezo kabadilisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiburi yako, hasira yako haitatuma andiko hii inabadilika. Cheo chako, pesa zako haitatuma andiko hii inabadilika. Ilishakaandika na iko hivyo, na itabaki kuwa hivyo kama huyamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuweza kugairi mabaya, na kuweza kuachana na ile tabia ya ukatili, tabia ya utekaji, tabia ya kuuana, tabia ya uzurumaji, tabia ya ulevi, tabia ya umalaya, tabia ya wizi, tabia ya ushirikina. Ndugu yangu, hata kama utajirundikia mali kiasi gani, wewe mbele ya Mwenyezi Mungu, wewe ni pumbafu, kwa sababu haujue kwenye unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye unaenda ni pabaya. Mungu ndio anapajua, na ndio maana anatuonya, anatushauri tuache mabaya. Mbona tunataka kufa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuache mabaya, mbona tunataka kufa? Hebu tuangalie sasa andiko la mwisho kabisa. Andiko la mwisho kabisa. Sasa nini ambayo itatusaidia katika huko ufalme wa mbinguni? Nini ambayo itatusaidia katika maisha yetu ya mbinguni? Kwa sababu tunasema, Timotheo anatuambia atukuja na kitu na tuwezi kutoka na kitu. Sasa nini ambayo itatusaidia huko katika maisha yetu ya mbinguni? Nini ambayo itatusaidia huko? Ama nini ambayo itatutetea huko? Ama nini ambayo tutaonesha huko? Nini ambayo tutaonesha huko? Soma Ufunuo wa Yohana 14 mstari wake wa 13. Ufunuo wa Yohana, njoo andiko letu la mwisho tunaenda kumaliza. 14 mstari wake wa 13. Ufunuo wa Yohana 14:13 inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikasema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafatana nao. Sikiliza, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana. Heri wafu wafao katika Kristo Yesu. Heri wafu wafao katika Kristo Yesu. Sio heri wafu wafao katika cheo. Sio heri wafu wafao katika urais. Sio heri wafu wafao katika utajiri. Sio heri wafu wafao katika urembo. Sio heri wafu wafao katika uganga wa kienyeji. No. Biblia inasema heri wafu wafao katika Kristo Yesu. Ule ndio Bwana. Heri watu wafao katika Kristo Yesu. Wale ndio watafaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inasema kwa maana matendo yao. Kwanza inasema wapate kupumzika baada ya tabu zao. Ndio maana tumesema kifo ni Paulo amesema kifo ni faida. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ndio maana anasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ikasema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri kama ulikuwa katika Kristo Yesu, heri ukue katika Kristo Yesu. Kifo kikuya, wewe ni heri. Ukikutikana na Kristo Yesu, ukimzingatia Yesu Kristo, kifo kikuja kwako wewe ni heri. Wewe ni heri. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Inasema wapate kupumzika baada ya tabu zao. Dunia hii ni ya tabu. Pamoja na cheo uko nayo una tabu wewe. Una tabu. Pamoja na pesa uko nayo una tabu wewe. Acha kutishia watu. Acha wewe kijana ambao unatishia watu na hela mitandaoni, hela ya kuoza, hela ya kunuka, hela ya Freemason. Hela yote ya Freemason, hela yote ya ushirikina ni hela inaoza, inanuka. Hela yote ile inaoza, inanuka. Wewe ambao unatishia watu kwenye mitandao na hela za Freemason, hizo hela inaoza, inanuka. Haina faida yoyote. Unalala pabaya, unazinzi na viumbe vya ajabu, unatembea na viumbe vya ajabu. Haina faida yoyote. Masharti yako yote inakukosesha amani. Hauna raha, hauna amani. Pale kwenye huko na bule buhela unaonesha hauna raha, hauna amani. Sio wewe. Kwa sababu akili yako imefungwa. Haujue
chenye uko unafanya. Ile damu uliacha kule sacrifice kule kuzimu. Ile damu ndio utu wako, ndio wewe ule umefungwa, haujui chochote. Lakini nakuombea kwa Mungu, wewe kijana unaotishia watu na hela mitandaoni, Roho wa Mungu akufanye kazi juu yako na umkubali. Anasema anagonga, atakaye sikia na kufungua nitaingia kwake. Umkubali huyu Yesu Kristo. Unataka kufa, hizo hela haitakusaidia chochote na haikusaidie chochote, sababu unalala pabaya, unazinzi na vitu na viumbe vya ajabu, hauna amani, hauna raha, unalala nyoka, unajivunia nyoka. Nyoka ni kiumbe kibaya, kimelaaniwa tangu mwanzo. Sasa wewe unajivunia nyoka na unaonesha kwenye mitandao wewe mchawi, mshirikina wewe, lakini nyoka imelaaniwa, alafu unajivunia sema nyoka ndio mume wangu, nyoka ndio huyu, ndio nile. Ni majini, ni mapepo mabaya. Gairi, acha vitu kama hiyo. Biblia inasema gairi, mbona unataka kufa? Gairi, acha, jifanyie moyo mpya. Usitegemee mwingine akufanyie moyo mpya. Biblia inasema jifanyie moyo mpya. Jifanyie pale kwa Ezekieli 18:31-32. Inasema jifanyie moyo mpya. Jifanyie Ukristo peke yako. Usisubiri mwingine. Usiangalie mke wako, usiangalie mume, usiangalie mtoto, usiangalie kijana, ndugu. Ujifanyie moyo mpya, ujifanyie utakatifu, ujifanyie ulokole. Na kuambia na kutangazia wewe kijana ambaye umepofuka macho, umedanganyika kwa sababu ya maisha magumu, ukaenda kujiunga na kuzimu na ukaenda kujiunga na Freemason. Leo hii unasikia neno hii, una bahati. Hii ndio inaitwa neema. Una uwezo ya kuweza kuamua leo hii kuachana na ile kuzimu, kuachana na ile mikataba ya Freemason. Tafuta wachungaji, tafuta watumishi wa Mungu wa kweli. Wiko hapana wale wa maji na mafuta. Wewe unaojivunia maji na mafuta, wewe nabii wa maji na mafuta, wewe achana na ile maji na mafuta, achana na ile vikorokoro. Aseme vifaa vya kiroho. Kifaa cha kiroho ni kimoja tu. Kifaa cha kiroho ni kimoja tu. Kifaa cha kiroho ni kimoja tu, ni utakatifu. Hakuna kifaa cha kiroho tofauti na utakatifu. Kifaa cha kiroho ni moja tu, ni utakatifu. Ni utakatifu, hakuna kingine kifaa cha kiroho tofauti na utakatifu. Ukiwa mtakatifu, mchawi hata kugusa. Ukiwa mtakatifu, maisha yako yatakuwa mazuri, ushirikina itakugusa. Ukiwa mtakatifu hautarogwa. Kifaa cha kiroho ni kimoja tu, ni utakatifu. Hakuna chingine na vikorogoro huko, hakuna. Wewe nabii wa maji na mafuta, wewe unaodanganya watu na kujikamatia misukule, unajiza ile roho zote za watu, ile roho zote za watu utadaiwa. Wewe unataka kufa wewe, na nakutangazia unataka kufa wewe, nabii wa maji na mafuta, unataka kufa wewe. Okoka, badilika, gairi, acha kabisa, acha kudanganya watu. Acha. Biblia inasema jifanyie moyo mpya, ujifanyie utumishi upya tofauti na ile ya maji na mafuta. Jifanyie ulokole, ujifanyie mtumishi mpya, jifanyie roho upya. Achana na ile mabaya na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Ukitaka kuona video yangu nyingi, ukitaka kuona somo langu nyingi, ingia kwenye YouTube, andika Pastor Jacques, utafata mengi. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa Kanyarugano Jacques, ni mchungaji wa kanisa la Esperanza de Deus Mozambique. Niko hapa Nampula. Ndugu yangu, sikiliza neno hili kwa makini na itakusaidia. Na huko kwa YouTube utakuta mengi tu tunaandika, na somo langu lote, mafundisho yangu yote inalenga kila ambaye ni mwanadamu. Kila ambaye ni mwanadamu, uwe tajiri inakulenga kama somo hii. Uwe tajiri inakulenga, uwe na cheo inakulenga, uwe maskini inakulenga, uwe kiana, uwe mbaya, uwe mrefu inakulenga, uwe mfupi. Somo yangu yote haichague, inalenga kila ambaye ni mwanadamu. Ingia kwenye YouTube, andika Pastor Jacques, utanikuta hapo na utaona somo nyingi tu. Tuko tunafundishana kuhusu ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana likubariki katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo akusaidie katika jina la Yesu Kristo, Bwana wangu na Mwokozi wangu. Na kutamkia ufalme wa mbinguni uwe juu yako. Roho Mtakatifu atembee pamoja na wewe. Cheua neno hii unayoyasikia kama vile mbuzi anaocheua chakula anavyokula mahali popote anapofika, katika jina la Yesu Kristo. Ule shetani anayezuia na kubana mioyo ya watu na kuyaweka migumu ili wasiweze kutafakari neno lako na kuyasikia, na mkemea katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wangu. Asante kwa sababu umenipa uwezo na mamlaka. Katika Luka 10:19 umenipa uwezo na mamlaka ya kukanyaga inge na nyoka na kila nguvu zote za ule adui za mwovu shetani. Katika Ufunuo wa Yohana
Bwana umesema katika 12:11, nimemshinda ule muovu shetani, nimemshinda kwa damu yako na kwa neno la ushuhuda wako. Asante, sifa ni zako, tukufu na heshima ni zako. Kila ambaye atakayesikia neno hii acha abarikiwe kupitia jina la Bwana wangu na Mwokozi wangu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.